So you are gambling between two. Kukiwa sawa unarudia. Sijui ni wapi kutashinda. So men don't know no, they exactly know what they want, but sometimes this world is very good ujiweke mahali ambapo you are the one having the cards. Wendo kusema like ukienda huku naenda huku. Yeah. What if imagine kungekuwa hakuna Sheila na udemo amemwambia hivyo. This time huyu jamaa anaanza tena mwanzo. Afadhali saa anaweza enda kwa Sheila akaenda lala huko akalia huko asubuhi akapikiwa strungi akatoka akaenda job. Lakini imagine Sheila is not in the picture. Sasa ni yeye tena. Sasa and you are very okay. And you are very okay. Hata nyinyi mna heartbreaking wase na someone is all by herself. No, usilete mambo ya mna. We are dealing with this situation hapa. Manake ukianza kusema watu venye wanafanya, people do crazy stuff out there. So now for you guys, do you think like weddings zinawa blind to the real red flags ama the real issue? Like sasa ni harusi, what does the word ukiangalia mwanzo like 85% kama mtu mnapendana mwenye ataleta hiyo shit ya harusi ni mwanamke. Ni shit tena. Okay, my bad. Hiyo harusi thing ni mwanamke. Like I want to be evil. Okay, but with you hauna shida hata ukienda kwa wazazi mkienda malizana akija home you're good to go. Yeye ndo ataleta hiyo pressure. Unaona nani? Okay. Inatoka kwa nani? Chairman. So hiyo kukiwa na story ya ndoa nini inaweza fanya mwanamume overlook some of these things. Kama hiyo sasa this lady umeshasema kulikuwa na gap na ndo maana alienda kwa Sheila. So is it because amelipa dowry nini ndo anajifanya ameficha kichwa kama an ostrich? No, uelewe hapa kuna kitu uelewi. In the first place alifanya easy stuff zote because he was very much okay na hiyo gap, thinking that by sorting her alipe dowry amfanyie harusi atareconsider kwamba by the way venye kuko huu ni bwanangu kwa hivyo acha adjust. Yeah, but ikaenda to an extent huyo come clear kwamba this is not working. But now can we all agree that kuna issue ya communication? Because sasa kama wewe uko na shida unafeel kuna gap na huongei na wewe pia the lady Vanessa ako na shida na haongei. Unajua wakati mwingi sana majority wa wanaume ni wale wa kudo what they're supposed to be doing. Like hakikisha anakuprovide, ana take care of you. Hizo zingine kama kuna issue utalalamika ama utamwambia by the way hapa kuna hivi. Amekusort au daiwi rent kwenye unaishi, you are living comfortably. Kila kitu amekusort. Una expect kila jioni akuje aweke mkutano kwamba hapa nyumbani tunastahili kwa hivi tena kila siku. Si at least akwa present. Unaona shida ni mbona usiinitiate wewe kama unaona kuna issue? Shida ndo hiyo Amaton. I've done my part. The problem hiyo ndo shida iko. You guys you provide, you do everything nini unadhani hiyo imetosha. No, you're supposed to be my helper, right? Yeah. No, umeona kuna hitch hapa katika hii family. Why don't you dive in straight away? But I cannot provide for myself emotional support. Yes, I need you as the guy. Yes. So I think you tell me what's wrong. It's not about your money and you providing that nimekulipia rent, nimekufanyia nini. Una realize hizo vitu zenye mnasema nyinyi. Hizo vitu zenye mnasema nyinyi ni issues wakati mwingine hata kwa wanaume they don't matter. Like unaona kama hiyo emotional vacuum. Unajua this nigga maybe angesurvive kwa hiyo ndoa bila shida as long as Sheila yuko. Unajua hiyo? What? So you would even agree, yani you're okay with like 100% cause yeye angesema angekuwa hajui shida iko wapi. Bibi ndo anajua ni image, lakini angeona kwamba as long as maybe she's okay that way. Okay, and what if this lady was not cheating? What if okay sawa, what if the guy is not cheating alafu ni Vanessa ndio ana cheat? Ingekuwa sasa hiyo mkuki, will it be okay? He will it be okay? Because like, you're okay with Sheila being Vanessa in the is not even after the getting wedding. Satisfied emotionally from you. So he's with someone else. Alafu proceed na hiyo marriage hadi muoane. And everything goes on well. Yeye anakuwa satisfied huko, wewe unakuja una play part yako. Will it be okay with you? Okay, under normal circumstances